na lenyewe linipa mafanikio makubwa sana. Kama unavyoona ile pikipiki unayoiona ile ni sio pikipiki ya kitoto, ile Tibeta, sio Tibeta wala Kingilao, wewe unafahamu ndugu mtangazaji. Iko nje hapo, inang'aa mpaka leo na miaka 3. Ile pikipiki imetokana na tamasha la mwaka 2022. Hiyo ni moja tu ya mafanikio nilipata mpaka leo natembesha gudugudu ni kwa sababu ya tamasha, lakini bado nilipata pesa nikanunua viwanja, nikawekeza nikanunua majumba. Kiukweli namuona Mungu sana kwenye matamasha. Na tamasha langu la 3 nimeifanya mwaka huu 2025. Na lenyewe ni vile vile ambapo nimepata watu wa kutosha, nimezidi kuongeza brandi, nimezidi kuongeza mafansi, wateja mashabiki wanazidi kuongezeka, nazidi kuongeza pesa, nazidi kuongeza viwanja. Yaani namtukuza Mungu sana katika hili. Kiukweli matamasha haya 3 yamefanya nipate kiwango bora cha fedha na viwanja na usafiri. Kwa kiukweli ndugu mtangazaji, nimefanikiwa sio haba. Naweza nikamshukuru Mungu sana katika hilo. Kwa Mungu katenda sana kupitia uimbaji wako. Katika hili ni ushuhuda kwangu. Mungu katenda. Hongera. Sio vibaya kujisifia, kwa kuwa sijisifii mimi, namsifia Mungu. Mungu ndiye aliyeniwezesha, sio kwa nguvu zangu. Kiukweli nimefanikiwa pakubwa. Yes. I say hata mimi naona mpaka hapo ni mambo makubwa sana. Kabisa. I say labda swali lingine. Lakini wewe unafahamu pia nilikuwa na studio, matamasha hayo. Ndugu mtangazaji unafahamu vizuri. Ni kweli. Matamasha hayo yamenisaidia. Yaani sijui nisemeje. I say huduma yako kweli kumbe inalipa sana. Kabisa. Kumbe uimbaji unalipa sana. Kama kuna watu wanakata tamaa kwa habari ya uimbaji, nizungumze tu kwamba hujaijua siri ya uimbaji na haujakaa kwenye mkono wa Mungu. Kama ungekaa kwenye mkono wa Mungu, hiki ninachokisema usingekuwa unajutia wewe uimbaji. Wakati mimi natamani na hii karama ya uimbaji inaendelea kunichochea. Mimi nimeona waimbaji wengi wanakata tamaa, wengine wanaacha kuimba, wengine wana maswali mengi. Sisi tunaalika watu kwenye matamasha hawaji. Lakini jiulize wewe, kwenye matamasha wenzako huwa unafika? Kwanza Biblia inasema apandacho mtu ndicho avunacho. Lakini usimtendee mtu mwingine kile ambacho upendi kufanya kutendewa. Kwa hiyo Biblia haidanganyi. Kwa hiyo usikae tu wasema mimi nimefanya matamasha kadhaa watu hawafiki. Jiulize wewe, huwa unafika kwenye matamasha ya wenzako? Ndugu mtangazaji. Ni swali hilo. Hapo nimekupata. Vile unapopenda kutendewa na wengine na wewe watendee pia wenzako vivyo. Yes. Kwa hiyo Christopher Simwinga anasema hapa kwamba ukitaka wewe watu wahudhurie vizuri kwenye matamasha yako, basi na wewe jitoe sana kwenye matamasha ya wenzako. Ndio. Swali langu lingine ni katika uimbaji wako unafikiri unataka kufikia level gani kwenye uimbaji wako? Kiukweli mtumishi wa Mungu, mimi natamani niifikie dunia. Kama vile Biblia inavyosema, enendeni ulimwenguni kote mkatangaze jina la Yesu. Mkawatangazie watu kwa habari ya jina la Yesu. Na mimi natamani vivyo hivyo nipenye Afrika Mashariki, nipenye Afrika nzima na dunia nzima kwa ujumla. Kwa natamani sana nifahamike kimataifa kwa vile Mungu atakavyoweza kunijalia. Yes. Na katika uimbaji wako unatumia mfumo gani wa uimbaji wako, yani hapa mfumo ya muziki wako? Mimi kwa sasa hivi nachanganya mifumo, lakini nimebezi sana kwenye mfumo mmoja. Naimba kwenye mfumo sana takeo. Ndugu msikilizaji, kama unanisikia, takeo ni nyimbo fulani hizo kama zile wanazoimba kina Christopher Mwangila, kina Boni Maitege, wakina Anisiti Butati, Sifa Elimabuka. Ile ndio mifumo inaitwa takeo. Mimi ndio nimebezi sana hapo. Sehemu nyingine hizi singeli mimi sio mpenzi. Hizi mnasema mapiano, mimi sipo huko, ila hizi zuku kidogo naonja zuku kidogo naonja na mifumo mingine ya uimbaji na jaribu, lakini nimekaa sana kwenye takeo. Yes. Muziki wako sana ambao ni official unaomudu sana ni takeo. Takeo sana. Unaweza kututajia labda waimbaji wa 3 wa kongwe hasa mkoa wa Songwe hapa? Ndugu mtangazaji, waimbaji wa kongwe nao wakumbuka. Na wakumbuka wengi, lakini kwa kuwa umesema 3, acha nikutajie.
kipindi mimi ni mdogo nilikuwa nafuatilia sana akina Simaya, walikuwa naimba kipindi hicho. Sasa hivi sijajua Simaya yuko wapi, ila ndio waimbaji Tunduma hapa na Songwe walikuwa umetawala. Kulikuwepo akina Kiswigo sasa hivi ni mchungaji yuko pale Sogea. Wale ndio watu ambao tulikuwa tunawatazama. Kulikuwepo yule mmoja anaitwa Happy Sanga anapatikana pale sokoni, ni mfanyabiashara, anauza ebo na vitu vingine. Lakini mwingine pia walikuwepo kina mchungaji Itika Mwashibanda, ni wachungaji hawa. Na wote wanakuambia huyo Itika Mwashibanda ni mchungaji, huyo Kiswigo ni mchungaji, huyo Simaya sijajua taarifa zake, ila Happy Sanga yeye ni mfanyabiashara. Ni dada ambaye alikuwa anatuinspire sana kipindi hicho. Ndio tulikuwa tunawatazama sisi. Kipindi hicho mimi sijaanza hata kuimba mwaka 2013 na waangalia, natamani vile wanavyoimba. Ndio walikuwa wakongwe kwa mji wetu hapa Tunduma na Songwe. Ndio. Okay, ni safi sana. Na nachokiona hapo ni kwamba baadhi ya waimbaji wengi wanakisha kwenye huduma za uimbaji wanakuwa wachungaji. Vipi kwako, na unaonaje hilo swala? Mimi bado sijasemeshwa. Sijasemeshwa, mtumishi wa Mungu. Lakini nikisemeshwa nasubiri sauti ya Bwana. Kama atasema mimi nipinge ni nani? Mimi si kama Yona. Kwa nini niukimbie uso wa Bwana? Ila bado sijasemeshwa kwa sasa hivi. Ndio. Labda kwa kumalizia, una mawaidha gani kwa watazamaji na mashabiki zako? Mimi ndugu mtangazaji, nipende tu kusema kwa watu ambao wananifuatilia na wanafuatia kipindi hiki, unaweza kaingia pale wenzetu wenye viswahili vyao wanasema mjini YouTube. Unaingia pale unaandika Christopher Simwinga, unakutana na nyimbo zangu pale. Na nyimbo nyingi. Sasa hivi nina album 3. Hiyo ya kwanza ni Adui, ya pili Ona Kilio Changu, ya tatu ambayo nilikuwa nazindua mwaka huu 2022 ni ya Tufanani 2025. Lakini nimeshaanza kuandaa album yangu ya 4. Unaweza kusema mbona album nyingi sana afu hajapenya? Bado. Yaani kupenya kunahitaji pia unyenyekevu. Bado tunachochumilia chini ya mkono wa Bwana. Kwa hiyo unaweza kaingia pale YouTube ukasearch Christopher Simwinga, utakutana na nyimbo inasumbua sana sasa hivi inaitwa Wivu na Ua. Kwa hiyo ndugu msikilizaji unanitazama, fuatilia pale. Utaona kazi zangu nyingi, utakutana na video na audio. Zote ziko vizuri. Ndio. Na kwa mawasiliano yako, kwamba mtu anataka kupe mwaliko, ana huduma na nini, anataka kukupigia simu, mawasiliano yako? Yes, mawasiliano yangu mimi napatikana kwenye namba za Voda, mtandao wa Voda 07 575 189 13. Yaani 07 575 189 13. Ndio. Okay, tunashukuru sana ibana. Hii ni Mjomba Media. Leo tulikuwa na mwimbaji mkubwa sana hapa mkoa wa Songwe, anaitwa Christopher Simwinga au aka Jabari. Utakuwa umetisha sana kama ukiendelea kutembelea hizo YouTube zake ukaangalia. Ameachia album kama 3 hivi. Ameachia hapo, tembelea, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, chochote unaweza ukachangia pale, ukamshauri mtumishi wa Mungu aongeze nini, afanye nini. Lakini pia usiache kututembelea Mjomba Media. Facebook tunatumia Mjomba Media, ukienda Instagram pale unakuta ni Mjomba_media, au ukienda YouTube tunatumia Mjomba Media. Kwa hiyo endelea kuwa pamoja nasi, kuna vitu vingi sana vizuri vinakuja.